Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie happy new year. Mwambie happy new year. Ukishindwa sana mwambie heri ya mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, amekuwa mwema, mwaminifu, ametupatia zawadi ya mwaka 2026. Jina lake litukuzwe sana. Na wewe unakuwa na bahati kubwa sana. Hata mimi pia nina bahati kwamba ninaanza mwaka 2026 sabato ya kwanza, na ninaanza mwaka kwa utakaso. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Kwa utakaso. Kwa huduma ya meza ya Bwana. Hiyo ni bahati au sio bahati? Unaanza mwaka kwa upya wa kiroho. Upya wa kiroho ni jambo la maana na kuthaminiwa sana katika maisha ya Mkristo. Kwa hiyo hii ni bahati kubwa sana Mungu ametupatia. Nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia ibada makini katika juma hili. Jina lake litukuzwe sana. Wahudumu wenzangu, mzee wa kanisa akaliwa Shekrani. Akaliwa Shekrani. Umetubariki sana juma hili kwa ibada zako nzuri. Hebu simama tupungie mkono. Jamani, mnasemaje? Tumekuwa na ibada Jumatano, ilikuwa moto hapa ya kukaribisha mwaka 2026. Lakini pia tumekuwa na ibada ya kufungua sabato siku ya jana na kwaya mbalimbali. Tulikuwa na kwaya kutoka kule Majengo inaitwa The Voice, si ndio? Lakini pia tulikuwa na kwaya nyingine ya vijana kutoka Capri Point, inaitwaje? Kama hivyo nilivyozitaja, wewe leo tulikuwa na kwaya ya vijana kutoka Capri Point na kwaya ya vijana kutoka Majengo, na walitubariki sana. Lakini pia tukabarikiwa na mchungaji Adam Pius jioni ya jana. Kwa kweli tulibarikiwa na tulitoka na nguvu. Ubarikiwe. Lakini pia leo tumekuwa na ibada moto sabato ya kwanza. Kuna mambo mengi yameandaliwa ambayo yote yanampatia Mungu wetu utukufu. Tumekuwa na huduma za uimbaji, tumeona praise team kiimba katika mtindo tofauti. Tunabarikiwa kuona mabadiliko ya namna hiyo. Kwaya kutoka Nyakato, tunashukuru kwa kuja. Mungu awabariki sana. Mmetubariki, mmetuheshimu. Tunasema ujirani huu mwema mtakatifu udumu miongoni mwetu milele na milele. Amen. Na mkiuni mwambie tu mchungaji wenu, kwa kweli mchungaji wa mtaa wa Shamaliwa amebarikiwa na amefurahi kwa huduma tuliyokwenda kuifanya. Leo kuna huduma makini sana pale Nyakato. Tunafahamu huduma, tumeona kwenye mikeka imewekwa. Kuna huduma ya kwenda kusimika wachungaji na kutenga ile mitaa mipya ambayo umepata pale, mtaa wa Mlimani, mtaa wa Kangae. Lakini mchungaji wenu kwa kutuheshimu sisi watu wa Shamaliwa kwamba tunahitaji pia huduma yenu, akawaruhusu mkaje. Jamani, huo upendo sio wa kawaida. Alikuwa na sababu ya muhimu sana kusema hapa tuna wageni, tuna katibu mkuu na wageni wengine, tuna tukio la kihistoria. Kwa hiyo hamwezi mkaenda kule Shamaliwa, lakini kwa upendo ambao ametuonyesha amewaruhusu mmekuja. Pelekeni salamu zetu, mwambieni tunashukuru sana kwa ajili ya hilo. Na sisi tunawaahidi wakati wote mtakapokuwa mnahitaji huduma yetu, tuko tayari kuja kuwahudumia. Lakini pia mchungaji Sadoki, hebu simama rafiki yangu. Umenibariki sana. Mchungaji Sadoki, jina ulikuwa unataja jina gani? Mlia Lugumia Miheto. Hebu sema Lugumia Miheto. Ndio jina lake. Pastor, karibu sana. Umenifurahisha. Kuna karafuzi fulani kuna katia hapa katikati. Kuna jamaa mmoja ndio Chaba, unafahamu Chaba? Wangapi wanafahamu Chaba? Kumbe kabisa ile kwenye mitandao liko nyuma kidogo. Chaba yule jamaa yule wa Hazard. Yule jamaa wa Hazard, unafahamu yule Chaba yule? Wanapiga basi tutakutafutia jumba ndio tubariki hapa Shamaliwa.
Juma la uamsho utandike kabisa hapa, na Roho wa Mungu akutumie kutubariki. Tunashukuru sana kwa kuitikia mwito. Sisi tumeshaziwekea utaratibu tu wa kawaida, akija mchungaji hapa kwa kweli lazima apate huduma atubariki. Kwa hiyo tunashukuru sana, na mchana utatuhudumia katika huduma za uimbaji. Karibu sana hapa Shamalio. Ndugu zangu katika Kristo, tunawashukuru mmekuja kwa wingi katika ibada ya leo. Bwana awabariki. Na naomba tu nikutie moyo, usipende sana kuja kwenye sabato za matukio. Siku zote njoo kanisani umwabudu Mungu wako. Maana hata hivyo yeye ndiye anayekupatia uhai, anayekupatia uzima, na unafanya mambo yako. Tafadhali usimsahau Mungu wako, mpe nafasi ya kwanza Mungu wako. Haleluya. Hebu fungua Biblia yako, tumege mkate uzima kwa ufupi, tuingie kwenye ibada ya huduma ya meza ya Bwana. Na baadaye tujiandae mchana kwa ajili ya huduma zingine zilizoko mbele yetu. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu ndipo ambako Roho wa Mungu ananielekeza nisome pale neno takatifu. Fundi mitambo barikiwe na kutuwekea mitambo yetu na usikivu unakwenda vizuri. Watu wa mawasiliano, kameramani barikiwe kwa huduma unayoifanya. Kama tunakwenda hewani kwa maana ya live, tunawakaribisha wote ambao wanatufuatilia. Hapa ni Shamaliwa na leo tuna huduma ya meza ya Bwana. Karibuni tubarikiwe pamoja katika huduma hizi. Yohana Mtakatifu sura ya 6. Sio sura ya 6, ni sura ya 9. Nimesoma kule ambako ni pa baadaye kumladi. Marko Mtakatifu. Marko Mtakatifu. Marko Mtakatifu sura ya 9. Nitasoma kwanza ile aya ya 14 hadi ya 20. Marko Mtakatifu sura ya 9 aya ya 14 hadi ile ya 20. Na neno la Bwana linasema maneno yafuatayo: walipowafikia wale wanafunzi wengine, waliona umati mkubwa wa watu hapo, na baadhi ya walimu wa sheria walikuwa wanajadiliana nao. Mara tu ule umati wa watu ulipomwona, wote walishangaa sana. Wakamkimbilia wamsalimu. Yesu akawauliza, mnajadiliana nini nao? Hapo mtu mmoja katika ule umati wa watu akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo aliyemfanya kuwa bubu. Kila mara anapomvamia humwangusha chini na kumfanya atokwe na povu kinywani, akisaga meno na kuwa mkavu mwili wote. Niliwaomba wanafunzi wako watoe huyo pepo, lakini hawakuweza. Yesu akawaambia, enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni kwangu. Wakampeleka. Mara tu huyo pepo alipomwona Yesu, alimtia mtoto kifafa, naye mtoto akaanguka chini, akagaagaa na kutoka povu kinywani. Yesu akamuuliza baba yake, huyo mtoto amepatwa na mambo hayo tangu lini? Yesu akamjibu, mlaki tangu utoto wake, na mara nyingi pepo huyo alimwangusha motoni na majini. Na Mungu anaendelea kusema, ili amwangamize kabisa. Basi ikiwa waweza, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ati ikiwa waweza, mambo yote
yanawezekana kwa mtu aliye na imani. Hapo huyo baba akalia kwa sauti, naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie. Na hilo ndio neno la Bwana mchana wa leo. Neno la Bwana mchana wa leo, Roho wa Mungu ananiongoza nipatie kichwa kisemacho, katika Yesu pana uwezo na nguvu. Katika Yesu pana uwezo na nini? Na nguvu. Hakuna haja ya kuwa na hofu, hakuna haja ya kuogopa, hakuna haja ya kurudi nyuma, hakuna haja ya kusitasita. Ukiwa ndani ya Yesu, uwezo na nguvu ni hakika. Maana aliwahi kusema, pasipo mimi ninyi hamwezi neno. Maana katika yeye, tukiwa na yeye tunaweza neno lolote. Hebu tuombe. Baba mwema mwaminifu, tunaomba tusemeshe neno lako na ututie nguvu na uweza mwingi kupitia jina lako Yesu. Amen. Kisa hiki ambacho nimekisoma hapa, ndugu wapendwa katika Kristo, kinaanza kwa huduma ya Yesu Kristo. Unajua Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alikuwa na huduma kubwa sana. Yaani huduma ya Yesu Kristo haikuwa ya kawaida. Ni huduma ambayo ilikuwa na upinzani mkali kutoka kwa yule adui. Na shetani alikuwa anahakikisha ya kwamba hii huduma haikamiliki ili aendelee kumkandamiza na kumnyonya mwanadamu. Ilikuwa mission ya shetani. Maana shetani alikuwa anajua Yesu Kristo akifa msalabani itakuwa ni kafara ya milele ya kufunguliwa kwa mwanadamu. Kwa hiyo shetani alikuwa anafanya kazi hatua kwa hatua, akiwatumia watu na serikali dhalimu ambazo hazikumjua Yesu kwa ajili ya kuangamiza na Yesu asifanikiwe katika huduma yake. Yesu alijua hili katika kuumbika kwake kama mwanadamu, akifanya hii kazi ya uponyaji, huduma ya kufundisha neno la Mungu na kuwaelekeza watu waache dhambi zao na kumfuata yeye. Alijua hili. Kwa hiyo alijua ili aweze kufanikiwa katika utumishi mtakatifu ambao baba yake alimtuma hapa duniani, alilazimika kuwa mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maombi ndipo alipopata nguvu ya kumsaidia kwenda kukamilisha utume maalum sana ambao baba yake alimtuma kuja kumfanya katika dunia hii ya wanadamu walioanguka dhambi. Sasa siku moja likatokea tukio usiku, akiwa na wanafunzi wake kambini, wamekaa wanafurahi, wanacheka. Ndipo Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake kwamba jamani, leo ni usiku wa maombi. Usiku wa maombi leo. Na maombi yetu yatafanyika katika vikosi vikuu viwili. Kikosi cha kwanza kitakuwa ni mimi na wenzenu watatu. Alafu kikosi kingine ni cha mimi 9. Tutashirikiana usiku kucha kwa ajili ya maombi. Ndipo Yesu Kristo akawachukua wale watatu. Andiko nasema akamchukua Petro, akamchukua Yakobo pamoja na Yohana, akapanda nao mlimani kwa ajili ya maombi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo hakuwa akifanya mambo yake kibinafsi. Alipenda kushirikiana na wanafunzi wake. Japokuwa kwa kweli aliwajua imani zao zilikuwa ni haba, walikuwa hawajaiva kiroho, lakini pamoja na hayo bado Yesu Kristo aliwashirikisha katika mambo yake na majukumu yake nyeti. Yesu Kristo atufundisha fundisho la kuwashirikisha wenzetu katika kazi zetu ambazo ametupatia kuzifanya hapa duniani. Anatufundisha kushinda ubinafsi. Yesu Kristo katika huduma yake aliwashirikisha wanafunzi wake, japokuwa walikuwa hawaeleweki sana, walikuwa hawajaiva sana, lakini pamoja na mapungufu yao aliwavumilia na kuendelea kuwashirikisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika idara yako usifanye kazi peke yako, shirikisha wenzako. Katika idara ya vyuo wengi, shule ya Sabato, shirikisha wenzako. Katika idara ya watoto, shirikisha wenzako. Katika huduma ya shemasi usifanye peke yako, shirikisha wenzako. Yaani mchungaji, sina budi kuwashirikisha wazee wa kanisa wenzangu. Nanyi wazee wa kanisa, shirikianeni katika kazi ya Mungu.
huduma. Ndipo kukazuka wimbi la malalamiko wimbi la kuona kana kwamba wametengwa, wimbi la kuonekana kana kwamba wameonewa, wimbi la kunung'unika. Wananung'unika, wanasema hivi, mnatuonaje sisi? Ina maana sisi ni wadhambi sana, kwamba sisi hatuwezi kushirikiana naye huyu katika maombi, hata wachukue wenzetu wao watatu. Ina maana wao ndio watakatifu sana, kwamba sisi hatuwezi tukasogea karibu pamoja naye katika maombi, hatuwezi tukakesha naye kule mlimani. Kwa hiyo usiku kucha hawa wanafunzi ambao Yesu Kristo alitarajia kwamba atawaacha wakishirikiana na yeye katika maombi, badala yake hawakuomba na kuingia katika vuguvugu la malalamiko, manung'uniko, kuonekana kana kwamba wao hawafai, kuonekana kana kwamba Yesu anaona ni wadhambi, hawezi kushirikiana nao, kitu ambacho Yesu hakuwatuma wakifanye. Lakini hata hivyo, alile kundi lingine aliyokuwa nalo Yesu mlimani, sio kwamba nalo lilienda kuomba, ila lenyewe lilienda kukodoa tu macho, wala kuomba. Maana maandiko ukiendelea kuyasoma pale mbele, Petro yuko macho, akashuhudia matukio mangapi? Matatu. Tukio la kwanza ambalo Petro alishuhudia akiwa macho wakati Yesu anaendelea na maombi, aliona sura ya Yesu Kristo ikibadilika. Tukio la pili ambalo Petro alishuhudia, aliona mavazi ya Yesu Kristo yakibadilika kuwa meupe sana. Na tukio la tatu ambalo Petro aliona, aliona manabii wa kale Musa na Elia wakishuka kumtia nguvu Yesu Kristo katika kazi kubwa aliyokuwa anakwenda kuifanyia kazi. Sasa kama Petro aliona haya matukio wakati Yesu Kristo akiendelea na maombi, maana ni kwamba huyu hakuwa na msimu wa maombi, ila alikuwa na msimu wa kufuatilia kile ambacho Kristo anakifanya. Kwa hiyo ni kwamba hawa nao hawakwenda kuomba, ila walikuwa wameenda kufanya ushushu, kuangalia ni kitu gani kinaendelea. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Kwa hiyo walioko chini hawakuwa kwenye maombi, na walioenda juu imani nao hawakuwa kwenye nini? Kwenye maombi. Wakamwacha Yesu Kristo ahangaike mwenyewe. Sasa sikiliza, ndio tunaingia sasa kwenye huo msamo unaotokea. Mzee mmoja alikuwa na kijana wake, na huyo kijana alikuwa na kifafa, alikuwa na mpepo bubu. Maandiko yanasema ni pepo bubu na kifafa ndani yake. Kule wakati Yesu anaomba kule, na hawa wanafunzi nao wananung'unika, na hawa nao hawaombi, wanashuhudia matukio ya Yesu. Huyu kijana akapandisha pepo lake usiku. Ndipo majirani zake wakamshauri, wakasema, ile kundi la yule jamaa anayeitwa Yesu, wao wanaifanya ile kazi. Sisi tunafikiri usiku huu mpeleke kwenye kambi yake, watamfanyia huduma, na kijana wako atakunywa, atakuwa sawa. Ndipo mzee pamoja na watu wake wa karibu wachache wakambeba huyu kijana mwenye mapepo, wakampeleka kwenye ile kambi ya Yesu Kristo, mpeleka akafanyiwe huduma. Kwa bahati mbaya wakakuta Yesu hayupo, ameenda kwenye maombi. Lakini hata hivyo, si hao wanafunzi wao wanaifanya ile huduma, na huwa wanaifanya mara kwa mara, na wamekuwa wakitoa pepo, na wamekuwa wakiponya. Kwa hiyo hakukuwa na mashaka yote, iliaminika hawa wanaweza kuifanya hii kazi na ikaisha vizuri. Ndipo maombi yakaendelea. Omba, ilikuwa saa 9 alfajiri, omba saa 10 alfajiri, omba saa 11 alfajiri, omba saa 12 alfajiri, omba sasa ni saa 1. Pepo unatazama, hakuna kinachoendelea. Swali ni hili: mtu aliyekesha kwenye manung'uniko, mtu aliyekesha kwenye malalamiko, mtu aliyekesha kwenye mashutumu, anaweza kaifanya kazi ya Mungu? Anaweza kaifanya kazi ya Mungu? Siku hiyo kazi ya Mungu ikaingia na ndoa, na haikufanyika. Pepo linawatazama, maana wamekesha kwenye manung'uniko, wamekesha kwenye malalamiko, wamekesha
kuonekana kana kwamba waonekana hawafai, wamedharauliwa, wakimlalamikia Yesu Kristo, hakuna kilichofanyika. Wapendwa katika Kristo, mchana wa leo nataka niwaambie, palipo na malalamiko, palipo na manunguniko, palipo na mashutumu, hakuna kazi yoyote inaweza ikafanyika. Maana hapo hapana umoja, hapo hapana upendo, hapo hapana mashirikiano, hapo hakuna kazi yoyote inaweza ikafanyika. Na wala usitarajie utaona mkono wa Mungu mahali pa namna hiyo. Hakuna kinachoweza kufanyika. Na kuambia mchana wa leo kwa neema ya Bwana, mwambie Mungu akusaidie ushinde roho ya malalamiko na manunguniko. Bwana asifiwe. Ndio. Kwenye kwaya, waimbaji. Shetani akileta roho ya manunguniko ndani yenu. Shetani akileta roho ya malalamiko ndani yenu. Shetani akileta roho ya machukizo ndani yenu, na wahakikishia huduma ya uimbaji hamtaifanya. Na nawaombea Mungu awasaidie muishinde ile roho ya manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wa kanisa, shetani akituletea roho ya manunguniko katikati yetu, shetani akituletea roho ya manunguniko katikati yetu, shetani akituletea roho ya mashutumu katikati yetu, kanisa halitakwenda popote. Kanisa litastaki na hakuna kazi itakayofanyika. Na waombea Mungu awasaidie katikati yetu. Mungu akusaidie tuishinde roho ya malalamiko. Tusije kama wanafunzi wa Yesu Kristo waliolala kwenye malalamiko, wakikesha kwenye manunguniko, na hatimaye kazi ya Mungu kwamba na haikufanikiwa. Kwa hiyo unaona makanisa ambayo yanakaa miaka 10 yanaendelea kujengwa hayakamiliki, miaka 5 hayakamiliki. Ni kazi ngapi za Mungu zimekaa muda mrefu hazikamiliki? Hazikamiliki kwa sababu gani? Kwa sababu watu wana umoja, watu wanalalamika, watu wana manunguniko, watu wana mashutumu, watu wana lawama nyingi. Na kuombea kwa neema ya Bwana, wewe mshiriki wa Shamaliwa, ishinde roho ya manunguniko. Tushikamane pamoja, tuifanye kazi ya Mungu isonge mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Familia, usitegemee kwenye familia yako utatoboa ukiwa roho ya malalamiko. Mama analalamika kila siku, mama ananung'unika kila siku, baba analalamika kila siku, mashutumu kila siku. Hutoboi, utakuwa na familia ya ajabu sana. Ninakuombea katika familia yako, Mungu akusaidie uishinde roho ya malalamiko na manunguniko na lawama. Familia yako isonge mbele kimaendeleo. Roho ya manunguniko na malalamiko ni mbaya kwenye ofisi yako unayofanyia kazi. Ukiendekeza roho ya malalamiko na manunguniko, haisemi mtoboi, utakuwa pale pale. Kwenye biashara yako, ukiendekeza roho ya manunguniko na malalamiko na lawama nyingi, asijikuwa fulani ningefanikiwa, asijikuwa fulani huu mwaka ningekuwa nimeshamaliza nyumba yangu, asijikuwa fulani huyu mtoto wangu angefaulu, yaani hivyo tunaomba shida kwa jina la Yesu. Shida kwa jina la Yesu. Anapita Mungu kwa unyonge namna hiyo, unakuwa mnyonge wa dunia hii. Makwazo lazima yaje. Makwazo lazima yafanye nini? Sasa mtu anayeshikilia makwazo kifuani, huyo ndio ana matatizo. Ukwazo lazima ukwazo. Wewe nani usikwazo? Kama Yesu Kristo ni mwanadamu pekee aliishi kwenye hii dunia, hakutenda dhambi, lakini bado watu walimkamata na kuona ya kwamba huyu hafai. Yeye huyo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Makwazo lazima yaje. Makwazo yakija, achilia kwa jina la Yesu. Achilia, songa mbele. Samehe. Hebu shiriki ndio kumwambie, samehe. Mungu roho ya kusamehe. Inawezekana kabisa wanafunzi wa Yesu Kristo walijisikia vibaya Yesu alipowaacha. Na mara nyingi ukisoma katika maandiko matakatifu utaona Yesu Kristo aliwatumia jamaa watatu, Petro, Yakobo na Yohana katika misheni nyingi. Huenda kweli waliingiwa na wivu. Huenda kweli waliingiwa na chuki na kwamba Yesu huenda na matendo. Huenda kama ni kweli. Inawezekana kweli. Ukichunguza ndani, mbona kama ni kweli? Lakini hawakutakiwa kushikilia kwa ajili ya maslahi mapana ya kazi ambayo Yesu amewaitia kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kilichotokea ni nini? Kilichotokea, wale ambao walikuwa ni maadui wa Yesu Kristo, maana hapo wanasema
wanasema waandishi wa sheria, waandishi, wanasheria, Masadukayo. Kusanyika. Umeshapambazuka, ni mchana, ni asubuhi, sio alfajiri, ni asubuhi. Kazi inaendelea, wanaomba na kuomba, pepo linawatazama, hakuna kinachoendelea. Ikawa taharuki, watu wakakusanyika. Wakakusanyika watu wengi, na wanafiki wa Yesu wakakusanyika, wanakuja. Nani? Jamaa wanaomba toka saa 9 alfajiri mpaka sasa hivi hakuna. Ndio jamaa sasa wanasema tuliwaambia hawa ni matapeli, na yule jamaa yao yule anajifanya mwana wa Mungu, amezaliwa Bethlehem, tunamuona amepiga randa hapa, tunamuona tapeli mwenzao. Hawa ni matapeli, hawana lolote. Tumeshawaambia siku nyingi, mnang'ang'ana hata salamu ya tuone. Sishawaambia hawa ni wachawi, ni matapeli, hawafai kazi ya Mungu. Inaingiwa lawama na watu wanadharau, wanaona kana kwamba kumbe manunguniko, kumbe kutokufanyika, watu wanadharau, wanaona jamani ya hovyo, hayafai, mpaka na Yesu wanatukanwa kwa sababu ya hawa jamaa ambao walipewa kazi maalum na Yesu na hawakuifanya. Kumbe kazi ya Mungu inapokuwa imestaki, haisongi mbele, watu wanadharau, hata na Yesu Kristo anatukanwa kwa ajili yetu sisi wazembe. Ndio sasa wanasema hawa leo tunakula nao kisasi, hawa leo tunapiga mawe, hawa tunapiga mawe, tunaua. Hatuwezi kukaa na matapeli katika mji wetu, tunapiga hawa leo. Weka wakati. Ya, leo utapeli wenu ndio unaishia hapa, wanaambiwa. Wakina Mathayo. Wanaambiwa wakina Andrea, wakina Filipo, ninyi leo utapeli wenu ndio unaishia hapa. Leo mnakufa, leo mnakinywea. Tunafanya hizo. Wanaomba leo mwanangu, leo kamenuka hapa, leo hapa tunakufa. Tunapigwa na wale jamaa, adhabu yao ilikuwa ni moja, tukupiga mawe. Ndio leo hapo mambo yameharibika. Ndipo wakati wanaendelea taharuki, watu wanakuja kwa wingi na majadiliano ni mengi, na hawa wanajibu hayaeleweki, hawa wanauliza maswali. Ndipo Yesu anatokea, anakuja. Wanamuona Yesu mwana wa Mungu anakuja. Umati unamkimbilia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaondoka wakienda mbele, wamepagawa na pepo, na waacha wanafunzi peke yao, wanakimbia kwa Yesu. Ni kweli walikuwemo waliokuwa utafuta msaada wa Yesu Kristo, lakini walikuwemo waliokuwa wanakimbia kwenda kumsomea. Waambia wewe tulikwambia ni tapeli. Angalia watu wako ambao umewaweka, unatembea nao kila siku, wameshindwa kuifanya ile kazi ambayo unakuwa unazifanya. Hata wewe leo unachemka, utafanya chochote. Ndipo wanapofika kwa Yesu wakiwa na njaa, wanamtafuta Yesu baadhi yao. Mwambia jamani, mbona mnabishana? Mnabishana nao nini? Mnajadiliana nao nini? Mbona mnabishana? Wakakaa kimya kwa muda. Ndipo yule mzee mwenye kijana anajitokeza, anasema, kijana wangu amepagawa mapepo, na mimi nimemleta kwa wanafunzi wako waweze kumsaidia kumtoa hayo mapepo, lakini wameshindwa kijana wako. Lakini kama unaweza, anasema kama wewe unaweza, hata mzee alikuwa anasema hata yule atacheka kama wewe unaweza, kama unaweza basi nisaidie. Ndipo Yesu anamwambia kama ninaweza, anamuuliza kama kaswali kama hakumshangaa. Kama ninaweza, unauliza uwezo ndani ya mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine ni hilo. Unakuwa na mashaka na uwezo ndani ya mwana wa Mungu. Unauliza habari ya kuweza au kutokuweza ndani ya mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine Yesu alikuwa anamwambia mzee, hiyo kazi kwangu ni ndogo sana. Bwana asifiwe. Hakuna jambo linalomshinda Yesu Kristo. Unauliza uwezo ndani ya Yesu. Unauliza uwezo ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu uwezo hauulizwi. Ndani ya Yesu watu walioshindwa wanakimbia kwake, maana wana uhakika wanakwenda kukutana majibu wanayohitaji. Bwana Yesu anaweza.
Ndipo yule mzee anamwambia, mlete kijana wako hapo. Kijana analetwa mbele za Yesu, anapagawa na mapepo. Yesu anamwambia pepo mtoke. Pepo likakaa kimya. Ndipo kaa kimya, wanasema wale walishindwa, huyu ndio amekuja kuua kabisa. Huyu ndio yeye amekuja kumalizia kabisa kuua. Maana wale walishindwa tu kutoa pepo. Huyu amekuja kuua kabisa. Baada ya muda mfupi, yule kijana anasimama na makofi ya nyuma yote yakaisha siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na nguo zake chafu amezinyea, amezialishia, amezikojolea, uchafu na kinyesi vyote kuisha kwa jina la Yesu. Ndivyo Yesu alivyo. Ukipeleka shida moja kwa Yesu, atakutendea na mengine ambayo wewe huyajui, na yamkini wewe hata hujayaombea. Yesu huwa anafanya. Anachohitaji ni imani tu. Maana yule mzee alimwambia Yesu, nisaidie kutokuamini kwangu. Na Yesu alimsaidia aweze kumwamini mwana wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo cha kwenda kushiriki huduma ya meza ya Bwana leo, maana ni kwamba tunaamini uwezo wa Yesu Kristo ndani yetu. Kama na kitendo cha kwenda kushiriki huduma hii takatifu, maana ni kwamba tunakwenda kumvaa Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu. Kitendo cha kwenda kushiriki huduma ya meza ya Bwana siku ya leo, maana ni kwamba tunakuja kumwambia Bwana, mizigo yetu ya dhambi tuliyokutendea mwaka 2025 tunakukabidhi. Tafadhali sana, tusamehe dhambi zetu. Tunaamini katika msamaha wa Yesu Kristo. Kitendo cha kwenda kushiriki huduma ya meza ya Bwana hii leo, tunaamini kwamba Yesu akifanyika ndani yetu, hakuna jambo litakuwa gumu mbele yetu. Tunakwenda kumkabidhi Yesu Kristo njia zetu kwa tendo hili takatifu. Ndipo namalizia na kitabu cha yeye anasemaje katika tendo hili. Yohana Mtakatifu sura ile ya 6. Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 tumesomewa na mzee wa kanisa Ayubu. Yeye anasemaje? Anasema Yesu Kristo, ile Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 na ile aya ya 56, anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tendo hili la huduma meza ya Bwana leo, tunakwenda kumkaribisha Yesu Kristo akae ndani yetu. Tafadhali sana usikimbie. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie usikimbie meza ya Bwana. Mwambie usikimbie meza ya Bwana. Ukimbia meza ya Bwana unamkimbia Yesu. Kitu ambacho si kizuri sana kwako. Kuna watu wanakimbia meza ya Bwana, alafu anaanza kutuambia, ni bwana sijapatana na fulani mpaka wewe. Hapa ndio mahali pa kupatana sasa. Unakimbia hapa ndio kwenye upatanisho, ushirika mtakatifu. Si ndio huyu jamani? Unataka kupatana naye hivi? Unakuwa ile dini zile za zamani. Hapa siwezi kula hii meza ya Bwana maana sijapatana na mzee wa kanisa, sijapatana na mchungaji, nimekosana na fulani. Hapa ndio pa kupatana sasa. Sasa nataka nimwambie, kama unaona fulani mpatani leo, mtawazane miguu ili mpatane vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako leo, ndio mahala pa kupatana. Mshike ndugu yako mkono, mkafanye ushirika mtakatifu pamoja na Yesu, ili Yesu akae ndani yenu. Ndio so waza kutuambia jirani yangu sijapatana naye. Ndio hapa pa kupatana. Visingizio kibao, ondoa visingizio katika ushirika mtakatifu pamoja na Yesu Kristo. Yesu Kristo. Lakini pia Yesu Kristo endelea kusema katika huduma hii. Endelea kusema, nami Baba aliye hai alinituma, nami naishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa sababu yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia naipenda. Wewe unifafanuliaga mambo hii. Biblia ya Kiswahili cha Afrika Mashariki, Kiswahili chetu cha kawaida tukizungumza hiki cha kawaida ndio kinaandikwa kwamba aulaye mwili wangu kama yeye anavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo hivyo na hao wanaoshiriki
huduma takatifu kama hii wanaishi kwa sababu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana aliwahi kusema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Nini kusema? Yaani dunia hii wewe nikwambie. Hii dunia hii bila Yesu utombovu. Bila Yesu ufanye nini? Hivi Yesu anaposema hamwezi neno lolote anamaanisha kitu gani? Maana ni kwamba hakuna kitu kinatendeka ndani ya hii dunia kama yeye hajakubali. Kwa wale wanaoamini. Nazungumzia wale wanaofanya nini? Wale wanaofanya nini? Wale wanaoamini. Kama unamwamini Yesu Kristo na umebatizwa katika kisima hicho cha ubatizo maji mengi, kumbuka ulishaingia kwenye vita ya kiroho. Ndio kama unajisahau sana. Tunataka kujisahau. Ukiwa ulibatizwa kwenye kisima cha maji mengi kile, ulishaingia kwenye vita ya kiroho, uko kwenye upinzani mkali. Ila wale wanaoamini wao wakabatizwa, Bwana wao ni mkubwa kuliko yule wa upinzani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wao ni mkubwa kuliko upinzani. Tena hivi ni sipo. Kwa nini? Niulize mbingwa. Aliwahi kumshinda mbinguni na duniani akamshinda. Na hapa sasa jina lake likitajwa mahali popote huwa anakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima washinde wanaomtumaini. Sasa wewe uko hapa. Kesho tu mambo yako yakiharibika unakosa imani unakimbia kwa mganga wa kienyeji. Unajichanganya. Umeenda kujisalimisha kwake ili aendelee kukumaliza zaidi. Usikumbuke kabisa kurudi kwa Yesu. Na kuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu amesema wale wanaoshiriki ushirika mtakatifu kama hivi, hawa wanapata fursa ya kuishi ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Tunapokwenda kutawazana miguu, kumbuka Yesu anakuhitaji ushiriki pamoja naye katika hii huduma. Usikimbie. Na leo kwa imani atakuwepo anatuhudumia. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.